Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer Geoffrey Kitundu. Ninawapenda, ninawafurahia. Nataka nikushirikishe ujumbe wangu siku ya leo. Unasema ya kwamba kuliishi kusudi la Mungu. Nini maana ya kusudi? Kusudi ni ule ulazima au ni jambo ambalo unatakiwa kulifanya ukiwa duniani. Jambo ambalo uliumbwa nalo kuja kulifanya ukiwa duniani. Nadhani kuna wakati unakuwa unajiuliza maswali mengi ya kwamba mimi imekuwaje niko duniani. Hayo ni maswali ambayo unatakiwa kujiuliza, kwa nini niko duniani na kwa nini niko hapa nilipo. Kwa sababu kuna wengi wamepoteza, wengi hawapo duniani. Haleluya. Ujio wangu duniani au ujio wako duniani una kusudi mbele za Mungu, na kuna jambo ambalo Mungu analo kwa ajili yako. Kwa kinachokupasa wewe ni kurudi kwa Mungu na kumuuliza, Mungu, ni kwa nini niko duniani na nimekuja duniani kwa ajili ya nini? Haleluya. Kila mtu aliyezaliwa alizaliwa na kusudi. Si kana kwamba wewe ukishazaliwa ndo unaanza kulitafuta kusudi au kuuliza. Hapana, ile kulijua ni kwamba tayari ulishakuwa nalo. Mungu anamwambia Yeremia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 na kuendelea. Mstari wa 5 anasema, kabla sija kuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Kwa nini alikuwa anamjua? Mtu ni roho. Kwa Yeremia au wewe au mimi ni roho. Kwa kabla hatujaumbwa katika kava la mwili tulikuwa roho. Kwa hiyo kabla ya kuwa kwenye mwili, Mungu tayari alishajua mimi ni nani, utambulisho wangu nikiwa duniani ni upi, ninatambulishwa kwa lipi. Tunamwangalia mtu kama Yohana. Yohana ni mtu aliyetoka kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza na mstari wa 6, ni mtu aliyetoka kwa Mungu. Alikuja kwa kusudi maalum, na baada ya kukamilisha kusudi anatakiwa arudi. Huyu ni mtu ambaye alitoka kwa Mungu, ni roho ambaye alikuja kutambua kusudi lake, yeye ni nani katika ulimwengu huu. Anatambulishwa kwa kusudi la kwamba yeye ni sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Huo ndo utambulisho wa Yohana. Hata wewe mimi tuna utambulisho ambao tulikuja nao duniani, au kusudi ambalo tuliumbwa nalo duniani. Na kwa nini usijiulize kwamba kwa nini niko mpaka sasa? Kuna kusudi ndani yako. Haleluya. Kuna kusudi ambalo Mungu amekuacha nalo. Haijalishi umeshafika miaka mingapi, ila ukijitambua na ukajielewa, unasogea na kuweza kujua kusudi lako ili uweze kufanya, kwa sababu siku moja utadaiwa kile ambacho ulitakiwa kukifanya. Tukianza kuangalia kwa Musa alipochelewa kujua kusudi lake, kwa nini yupo duniani, ndipo alipoweza kuwachelewesha wana wa Israeli kuenda Kanaani. Walikaa utumwani miaka 430, na wakati walitakiwa wakae miaka 400 tu. Kwa hiyo kutokujitambua kuna kupelekea wewe kuchelewa na kuwachelewesha watu fulani. Kumbuka ya kwamba wewe ukianza, kuna watu nyuma yako, na kuna watu ambao utadaiwa wewe kwa kuto kufanya kile ambacho Mungu alikuumba nacho. Kuna watu wengi wamepishana na kusudi, na ndani ya kusudi kuna baraka. Kwa watu wamepishana na baraka nyingi ndani ya kusudi. Yamkini wewe ulitakiwa kuwa daktari, lakini sasa ukawa mwalimu. Umepishana na baraka zako. Ndio maana kila unavyofanya, kila unavyoweza, unaona mambo hayaendi. Ukiona mambo hayaendi, jua haupo kwenye kusudi, haupo kwenye mfumo wa Mungu ambao alikuwa anataka wewe uwe kwenye hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo hii tumekuwa na watu wengi, matajiri wengi wanaohangaika kwa sababu ya nini? Mtu hajagundua kitu ambacho alitakiwa aje nacho duniani. Tunaenda kuangalia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 nao mstari wa 4, anasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo kila kitu unachokiona duniani, kila kitu unachokitazama, ikiwa ni wewe na mimi,
tupo kwa ajili ya kusudi maalum, na hilo kusudi siku tutakapoondoka ni lazima tutadaiwa. Ya kwamba wengine walipewa 5, wengine 2, mwingine 1. Sijajua wewe uko kwenye kundi gani, ulienda ukaifukia kile ambacho ulikuwa umepewa ukaanza kufanya kingine. Kwa pale unapoanza kufanya kingine ni nje na Mungu, ni nje na zile baraka zako, kwa sababu kusudi lako ndilo lililofunga baraka zako, lililofungamanishwa na mafanikio yako. Ninapenda tu nikushauri na ninapenda nikuambie ukweli kwamba kuna siku moja utadaiwa. Kwa nini ulikuwa duniani? Ulikuja kuongeza namba au ulikuja kuzurula duniani? Epuka kuwa na mizurulo isiyokuwa ya kawaida. Amua kulijua kusudi lako ili uweze kuwa kwenye baraka zako ambazo Bwana amekukusudia, ili siku moja uweze kulipwa katika hicho ambacho ulikusudiwa uwe nacho duniani, na usiendelee kuchelewesha wengine kwenye hilo kusudi ambalo Mungu alikuumba nalo. Kukwamisha watu wengine ni dhambi. Usipojitambua mapema ni dhambi, kwa sababu kuna siku utadaiwa damu ya watu mikononi mwako. Ninakuombea neema ya kutafuta uso wa Mungu. Kama hujaokoka, niko tayari kukuongoza sala ya toba ili uweze kuanza kufundishwa na kuanza kujua kusudi lako. Nje na Mungu huwezi kujua kusudi. Wengi wametamani kujua kusudi lakini hawajafanikiwa. Nifuatishe tu sala hii. Sema: Bwana Yesu, ninasogea mbele zako siku ya leo, ninakukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yesu, ninakupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kukataa shetani na kazi zako zote. Ninampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu Roho Mtakatifu ukae ndani yangu, katika jina la Yesu. Kwa sala hii umesajiliwa kuwa mwana wa Mungu, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Amen. Mungu akubariki sana.